Bismillahir Rahmanir Rahim. Kuna baadhi ya watu ama wengi wetu tunahitaji kukumbushwa kila mara ya kuwa tuko duniani, hatuko peponi, hatuko janna. Kwa nini tujikumbushe mara kwa mara haya maneno? Kwa sababu dunia ni nyumba ya mitihani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka hii dunia na akatuleta sisi hapa duniani kwa ajili ya kutupa mtihani. Kwa hivyo ukiwa kwenye mtihani hakui na starehe. Ukiwa katika mtihani hakui na hali moja daima, ni hali ambazo kwamba zinabadilika kila mara. Ndipo pale wanasema wenye kusema dawamul hal minal muhal, kudumu hali moja huwa haiwezekani. Haiwezi kuwa ni furaha tu, wala haiwezi kuwa ni huzuni tu. Baada ya dhiki inakuja faraja, baada ya faraja inakuja tena mtihani mwingine, baada ya uzito unakuja wepesi. Bali ingalia katika hikma ya Mwenyezi Mungu akawa amesema sayajalu Allahu ba'da usrin yusra, baada uzito atafanya wepesi. Lakini kwingine akasema fa inna ma'al usri yusra, yani ni kama ule uzito unakuja pamoja na wepesi tayari. Ukija ule uzito na wepesi tayari umekuja, bimaana inasubiri tu uzito wakati wake uishe, wepesi udhihirike. Bali hata ukipeleleza vizuri, ndani ya ule uzito kuna uwepesi tayari. Ndipo Saidna Umar akisema, mimi kila nikipata mitihani na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema nne ndani ya ile mitihani. Vipi? Asema kwanza ya kuwa Mwenyezi Mungu hakunipa mtihani kwenye dini yangu. Mtihani alionipa amenipa wa kidunia, kupungukiwa na mali, wa kukosa huyu, wa maradhi, wa hili, wa lile. Kwa hivyo hakunipa mtihani kwenye dini yangu kwamba nimerudi nyuma kwenye imani ama nimeachana na ibada. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo neema. Pili, namshukuru Mwenyezi Mungu ya kuwa kuna mtihani mkubwa zaidi ya ule alionipa, lakini hakunipa, amenipa huu. Na mtihani wowote lazima kuna ambao wauzidi. Hata wewe yale yako wayaona ni mazito na ni mengi, lakini lau utamsikia mwenzako utasema alhamdulillah, kumbe mimi sina mtihani wa aina yoyote. Kwa hivyo namshukuru Mungu ya kuwa amenipa mtihani ambao ni mdogo, hakunipa wa juu zaidi na upo ambao kwamba ni mkubwa zaidi. La tatu, namshukuru ya kuwa amenipa uwezo wa kuridhia kadari yake na mipangilio yake. Ninapopata na mtihani huwa naridhika kwa sababu yatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na ya nne, namshukuru ya kuwa ndani ya ule mtihani Mwenyezi Mungu atanipa thawabu na atanilipa thawabu kwa ajili ya ule mtihani. Na inna idhamal jazai ma idhamil balai, ukubwa wa malipo, ukubwa wa thawabu ni ukubwa wa mtihani. Kila mtihani ukiwa mkubwa na thawabu zake ni nyingi zaidi, na thawabu zake ni kubwa zaidi. Na katika lutfi ya Mwenyezi Mungu na upole wake na hikma yake ni kuwa kila mmoja yuampa mtihani kwa kiasi anachokiweza yeye. Upewe mtihani zaidi ya uwezo wako, wala upewe mtihani zaidi ya tahamuli yako na subra yako, kwa sababu yeye mwenyewe Mungu asema la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Mungu hamkalifishi mtu isipokuwa kwa uwezo wake. Kwa hivyo ndio utaona wale mabwana wakubwa, wale waja wema watukufu, manabii na wacha Mungu wakubwa, mitihani yao yanakuwa mikubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu imani zao ni kubwa zaidi, subra zao ni kubwa zaidi. Na wewe pia ukiona mitihani yako ni mizito mizito na mikubwa mikubwa, ni dalili pia na wewe una daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Pale tukiambiwa ashaddu nnasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, watu wenye mitihani mikubwa zaidi ni manabii, kisha kila ambaye ni mbora, kila ambaye ni mwema, mtihani wake unakuwa mzito zaidi kushinda mwingine. Na yule ambaye hapati mtihani kabisa ni dalili mbaya, na bali ni hatari kubwa kuonyesha ya kuwa Mungu hakupendi wala hana haja na wewe. Ndio tumepokea katika baadhi wanaofasiri wakasema yule Firauni kabla ya kuangamizwa ilikuwa hapatwi na mtihani hata kidogo. Aliishi miaka 40 licha ya kuwa mgonjwa, hata kichwa alikuwa haumwi nacho. Kumbe inakuja nini? Maangamivu baadaye. Kwa hivyo yule asiyopendwa na Mwenyezi Mungu wala asiotakikana na Mwenyezi Mungu ndo haonjwi kabisa, ataishi yeye bukheri na raha zake. Lakini yule ambaye kwamba yuko karibu na Mwenyezi Mungu, Mungu humpa mtihani kila baada ya muda, kwa sababu ya kumfutia madhambi, kwa sababu ya kumpandisha daraja, kwa sababu yampenda, na kwa sababu yojua amempa kuwa ana imani na subra ya kuweza kubeba ule mtihani. Kwa hivyo mtihani wowote unaokupata, kwanza chukua hizi bishara ya kuwa kuna wepesi unakuja mbeleni.
bali kila ukikaza zaidi ule mtihani na ukiwa mkali zaidi, ndio faraja huwa iko karibu zaidi. Na pale mtu anapokata tamaa mwisho, kumbe ndio ilikuwa imebaki muda mfupi tu mambo yote yawe mazuri. Kama tunavyoona giza likishadidi sana, likiwa kali sana, ndio imekurubia asubuhi kufika. Basi na mtihani ukiwa mkubwa sana na ukizidi kuwa mzito, basi ndio huwa umekaribia kuisha. Mwenyezi Mungu